Hello, habari na kukaribisha kwenye darasa hili la leo. Natamani sana tujifunze habari ya chakula kwa ajili ya watoto wa miezi 0 mpaka miaka 5. Na katika kundi hili la watoto hawa nitagawanya mara mbili. Nitagawanya wale wenye umri wa miezi 0 mpaka miezi 6. Halafu nitagawanya wale wenye miezi kuanzia 7 na kuendelea mpaka miaka 5. Kwanza kabisa tuanze na hawa wa miezi 0 mpaka miezi 6. Kikawaida tunajua kabisa mtoto wa miezi 0 mpaka miezi 6, mtoto huyu anapaswa kula chakula cha asili, ambao chakula hichi cha asili kinatoka kwa mama yake. Ni mama pekee ambaye anaweza kuprovide chakula hiki. Na chakula hiki si chakula kingine isipokuwa ni kunyonya maziwa ya mama yake. Kwa kipindi cha miezi 6, mtoto yoyote anapaswa kunyonya maziwa ya mama tu, bila kupewa kitu chochote, bila kupewa maji, bila kupewa uji, bila kupewa chochote, kwa sababu ziwa la mama lenyewe limejitosheleza kwa kila kitu. Kwa hiyo mtoto wa umri wa miezi hiyo anaweza akanyonya maziwa ya mama na akawa na afya bila kupata shida yoyote. Lakini tunaona mtoto anapofika miezi 7 na kuendelea, tunapaswa kumwanzishia chakula, kwa sababu umri unakuwa, lakini pia uhitaji unakuwa pia ni mkubwa. Kwa hiyo mtoto tunapaswa kumwanzishia chakula cha asili. Sasa chakula ambacho anaweza kula kwa kipindi hicho, na tunajua tunaanza kumwanzishia ladha tofauti tofauti kidogo kidogo ili apate kuzizoea. Hatuwezi kumwanzishia mtoto chakula afu tukaanza kumpa chakula kigumu. Mara nyingi huwa tunaanza na vyakula laini, vyepesi, lakini baadaye tunaendelea mpaka tunaona mtoto anaweza kula chakula kabisa na akajitegemea. Sasa kitu ambacho nilikuwa natamani sana tujifunze kwa siku hii ya leo ni pale ambapo tunaanza kuanzishia watoto vyakula. Huo umri wa miezi 7 mpaka miaka 5, kwamba tunaanza kuwapa ladha gani, na hivyo vyakula ambavyo tunaenda kuwapa vinaweza kuwasaidia kitu gani katika miili yao. Tukumbuke kitu kimoja, kwamba mtoto anapokula chakula katika umri wa miezi 7 na kuendelea, chakula hakiwi chakula tu, bali ni taarifa kwenda kwenye ubongo wake. Kwa hiyo tunapompa mtoto chakula, tujali aina ya chakula tunachompatia, lakini ni jinsi gani chakula hicho ambacho tunaenda kumpatia kitaenda kumsaidia kumjenga huyu mtoto ambaye tunamlea. Kwa sababu tukumbuke kwamba hisia za mtoto, afya ya mtoto, kujali utu wake na thamani ya jinsi ya kuthamini vitu, jinsi ya kufikiri, jinsi ya kuamua, jinsi ya kutenda, inategemea sana chakula ambacho tutampa sisi kama wazazi au walezi ambao tunamlea huyu mtoto. Kwa hiyo katika umri huo ndio kipindi ambacho tunapaswa kuwa makini sana katika chakula ambacho tunampatia mtoto. Na tukumbuke kwamba katika kipindi cha miezi 0 mpaka miaka 5, ubongo wa mtoto unakuwa kwa haraka sana. Ni kipindi ambacho ubongo wa mtoto unakuwa kwa zaidi ya 90%. Kwa 90% ubongo wa mtoto unakuwa kuliko kipindi kingine cha maisha yake. Kwa hiyo katika kipindi hiki ndio kipindi ambacho tunapaswa kuhakikisha kwamba chakula na ladha ambayo anapata mtoto ni kile ambacho kinaenda kujenga ubongo wake. Kwa sababu tukikosea hapa, tutakosea kabisa katika maisha yake yote. Na katika kukosea huku, unaweza ukashangaa unampatia mtoto magonjwa ambayo yatakuwa ni ya muda mrefu kwake, yatamsumbua sana katika maisha yake na hata katika future ambayo tunaitengeneza kwa ajili yake. Kitu kibaya ni kwamba katika kipindi hiki cha miezi 0 mpaka tunaenda mtoto anapofika umri wa miaka 5, ni kipindi ambacho wazazi wengi tunaharibu sana watoto wetu kwa kuwapa vyakula visivyofaa. Ni kipindi ambacho wazazi wengi tunawapa sana watoto vitu vitamu, mfano biscuits, mfano juice ambazo sio zimetengenezwa na matunda, ambazo tunasema hizi artificial juices ambazo ziko kwenye mabox au kwenye chupa. Lakini ndio kipindi ambacho watoto wanapewa hizi junk food, watoto wanapewa snacks mbalimbali, wanapewa hizi cereals ambazo ziko packed, yani nafaka ambazo zimewekwa kwenye makopo ambazo zimeshaandaliwa tayari. Unakuta wazazi wengi ndio tunatumia gharama nyingi katika kuwalisha watoto namna hiyo, na ndio kipindi ambacho tunapaswa kujali.
lakini ndio kipindi ambacho wazazi tunakuta tunaharibu watoto wetu kwa kuwapa vitu ambavyo havifai kabisa katika maisha yao. Tunapowapa watoto vyakula ambavyo mfano juice ambazo zina artificial color, zina artificial flavor, zina artificial sweetness, ndio tunajua kwamba ubongo wa mtoto nao unaenda kustruggle kupambanua hivyo vitu ambavyo ni artificial ambavyo vinaingia mwilini, unapambana mpaka inafika hatua ambapo ubongo unashindwa kuelewa kipi ni chakula, kipi ambacho sio chakula. Kwa maana unaona wazazi wengi wakati mwingine wana struggle kwamba watoto hawapendi kula, hawataki kula. Si kwamba hawapendi kula, ni kwa sababu sisi wazazi hatukuwapa chakula wakati wanapoanza kula. Ndio maana unapoanza umeanza kumpa artificial. Kwa hiyo wakati unapotaka ale ugali, mtoto anashindwa kula ugali, anataka kula junk food, anataka chipsi, anataka tu pizza, anataka tu vitu vya biscuit, anataka tu juice, anashindwa kula. Unataka mtoto ale maharage, unataka mtoto ale njegere, unataka mtoto ale broccoli, unataka mtoto ale, umeshaharibu ladha. Kile kipengele cha kwenye ubongo kinachotafsiri chakula kimeshaharibiwa, kimeshindwa kutafsiri kwamba chakula ni nini na hivi artificial ni vitu gani. Vitu ambavyo vimeingia mwilini vimekuwa ni artificial. Kwa hiyo anashindwa kuchanganua. Ubongo unashindwa kuchanganua kiasi kwamba mtoto anashindwa kuelewa. Ndio maana unakuta kwamba tunapowapa vyakula sasa ambapo tunataka wale, sasa mtoto wangu hapendi kula, mtoto wangu hapendi hiki, mtoto wangu hapendi hiki. Hapana, ni kwa sababu tulishaharibu ladha ya mtoto. Katika kipindi cha miaka hiyo miezi 7 ambapo mtoto anaanza kula mpaka kipindi cha miaka 5 ni kipindi ambacho mzazi au mlezi unapaswa kuintroduce chakula halisi kwa mtoto. Chakula ambacho tunapaswa kuwapa watoto ni nafaka, tunapaswa kuwapa ngano, nafaka, tunapaswa kuwapa matunda, tunapaswa kuwapa mboga kwa wingi. Hizo ni vyakula ambavyo tunapaswa kuintroduce kwa mtoto tunapoanza kuwalisha vyakula. Si kuwapa kwa mara moja, lakini kuwapa kidogo kidogo. Unaanza kumuintroducea ladha ya tunda, kwa mfano parachichi. Ni tunda zuri sana ambalo ni zuri kiafya na linapaswa kabisa kwa kila mtu alitumie na watoto wetu pia wayatumie. Sasa lakini wakati unapoanza kumpa parachichi usitegemee kwamba atalipenda. Unalianza kidogo kidogo kumpa kidogo kidogo mpaka atazoea ladha ya parachichi na atalipenda. Unataka kumpa chungwa, mzoeshe. Unataka kumpa apple, mzoeshe. Unataka kumpa chochote ambacho unapaswa kumpa mtoto kama chakula, anza kumzoesha taratibu kidogo kidogo, na mwisho wa siku atakizoea kama chakula na atakipenda. Lakini tukianza kuwapa vyakula ambavyo ni artificial, ni wakati ambapo tunaenda kuharibu kabisa appetite yao. Na kipindi hicho ambacho tumeharibu appetite, wakati sasa tunataka kutengeneza afya za watoto wetu, tutashindwa kwa sababu tayari tulishaiharibu toka wakiwa watoto. Kwa hiyo sasa nilikuwa nataka tujue kwamba watoto wanapokuwa wadogo, cha kwanza wazazi tunachopaswa kuwalisha ni chakula halisi, sio artificial foods. Kwa sababu hizi artificial foods zinaenda kuleta impact kubwa kwa mtoto, lakini si tu kwa maisha yake haya ya utotoni, lakini kwa maisha yake ya utu uzima. Hivi vyakula tunaenda kuwapa ndio vinaenda kuamua kwamba huyu mtoto anakuwa nani. Hisia zake zinategemea chakula unachompa. Maamuzi yake yanategemea chakula unapompa. Emotions zake zinategemea chakula utakachompa. Utu wake wa sasa na ujao unategemea chakula utakachomlisha wewe mzazi. Lakini pia ubongo wake unategemea sana chakula utakachomlisha. Kwa hiyo tuangalie sana chakula tunachowalisha watoto wetu kabla ya umri wa miaka 5. Tusisubiri afikishe miaka 7 ndio tuanze kumpa chakula, tusubiri afike miaka 10, 15 ndio tuanze kufikiria kwamba ale ugali, ale wali, ale nini. Hapana, tunapaswa kuanzisha hivi vyakula katika umri wao wa mapema kabisa. Wavizoee, wavijue, wajue kwamba ndio chakula. Kwa sababu hizi chakula ndicho kinachoenda kumjenga mtu. Mungu alituumba, akatupatia matunda, akatupatia nafaka, akatupatia na mboga. Na ndivyo vyakula ambavyo tunapaswa kuwalisha watoto wetu, wavijue na kuvizoea. Tukumbuke hivi vyakula ambavyo viko packed cereals havijatengenezwa kwa ajili ya kutengeneza afya, vimetengenezwa kwa ajili ya kuleta faida kwa wafanyabiashara. Kwa hiyo tuachane na vyakula vya kwenye supermarket, tuachane na vyakula ambavyo tunaenda kuvinunua viwandani, tununue vyakula vinavyotoka shamba, tununue vyakula vinavyotoka kwenye ardhi, vinavyolimwa kabisa ardhini. Watoto wavile, wavizoee. Tununue vyakula sokoni. Afya ya mtoto haipatikani supermarket. Afya ya mtoto wako inapatikana sokoni. Kule ndio kuna true food.
tunapaswa kuvinunua kwa uangalifu, kuvitumia kwa uangalifu na kwa wingi, ili watoto wetu wavizoee, tutengeneze taifa zuri lenye afya, lenye akili, lenye ufahamu.